Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, baba wetu askofu na kanisa, gavana wetu wa Nyandarua Moses Kiarie Badilisha, viongozi wa kaunti hii ya Nyandarua na waheshimiwa wabunge, kanisa la Kristo Ngai ni mwega na hindi ciothe, Ngai iria iciarera mwathani agocwo, mwathani agocwo ringi, ciana cia Ngai muri okuo no mwiyumireirie. Baba askofu, ni ndanyiha mbere ya kigongona na ndatia maguta. Rais wetu, nataka nichukue nafasi hii sio kama naibu wako, lakini kama mwenyeji wa hapa Ndaragwa kukuambia karibu nyumbani. Rais, boma yangu iko hapa pahali inaitwa Shamata, na isipokuwa ni vile nauli zimepungua kidogo, nataka nikipata kitu niweke boma hapo, ndio zile siku tutastaafu nikuje nipumzike hapa na hii watu ya Nyandarua. Kwa hivyo tunakushukuru sana rais wetu. Rais, katika kaunti hii yetu ya Nyandarua, kama kuna pahali unapendwa ni hii kaunti ya Nyandarua. Na tunashukuru ya kwamba wewe kila wakati unapata nafasi kuja hapa Nyandarua. Hii Nyandarua, Your Excellency, ni settled area. Watu wote walitoka everywhere from Central Kenya. Hii Ndaragwa ni watu ya Nyeri na Olkalau na Ojororok. Pale Kinangop na Kipipiri ni watu ya Murang'a na watu ya Kiambu walikuja kuseto hapa. Na hii county ikakaa nyuma kwa muda mrefu sana kimaendeleo, kwa sababu kila kiongozi walifikiria mambo ya Nyeri, mambo ya Murang'a, mambo ya Kiambu, mambo ya Kirinyaga. Hii Nyandarua ikabaki nyuma kwa muda mrefu sana. Na rais, wewe vile umetuonesha mapenzi, tuna matumaini makubwa sana ya kwamba katika uongozi wako Nyandarua will catch up with the rest of the central region. Tuko na mipango mingi rais ambaye umetupangia ya barabara, ya maji, ya stima, lakini hao watu ya Nyandarua pia ni wangwana. Tunaelewa ile ulipata shida iko katika uchumi wa Kenya na unajaribu na unang'ang'ana. Na tuna matumaini makubwa sana ya kwamba mambo ikiwa laini, hii Nyandarua itasonga mbele. Sana sana mambo ya barabara za kutoa viazi na vyakula kupeleka sokoni, kwa sababu hapo ndio tumekuwa na tatizo kubwa, na tuna matumaini rais utatusaidia. Mimi rais, nikupongeze kwa yale ambayo yote unapanga kuweka Kenya kwa laini, kufuatia zile shida kidogo kidogo tumekuwa nazo. Na mimi nakuunga mkono 100%, ufanye marekebisho kwa serikali yako, utafute wafanyikazi, kwa sababu kiongozi anaweza kuwa na bidii sana vile uko na bidii. Kwa sababu mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana. Lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais, utapata matatizo. Kwa hivyo wewe kupitia ile decision you have made, umepata nafasi mwafaka uunde serikali, utafute watu wazuri ambaye watakusaidia, watu ambaye wanaheshimu wananchi, watu ambaye wanapenda Wakenya, watu ambaye wanataka wewe ufaulu. Na rais, ukiunda hiyo team, nikiwa hapo
tutakusaidia mpaka hii Kenya yetu irudi kwa laini vile inatakikana. Jambo moja tu rais, kwa sababu umefika hapa. Nimefika hapa kitambo. Kwa wiki hii nimekuwa na masimu mingi kutoka mabishop, kutoka mapasta. Na hili jambo lazima rais tulizungumzia leo, kwa sababu uko hapa Nyandarua. Rais, ulipoingia kwa kazi, tulipata ya kwamba watoto wetu wameumizwa na pombe ya kuua watu na dawa za mihadarati. Na rais, wewe ukiwa mzazi, ukiwa Mkristo, ukiwa kiongozi shupavu, ukasema ya kwamba huwezi kubali watoto wetu wamalizwe na pombe haramu. Na rais, ukaniagiza mimi nianzishe vita dhidi ya pombe haramu na dawa za mihadarati. Na rais, mimi nikiwa mtiifu, nikiwa mtu yako ya mkono, nikiwa mtu mwaminifu, na nikiwa ni kijana ya bidii, nikaingilia hiyo kazi, nikaweka bidii, nikafanya mikutano na polisi na machifu na kila mtu na watu ya kanisa. Hapo mbeleni rais, katika Kenya nzima, hapa Mount Kenya ndio tulikuwa tumewezwa sana. We were almost losing an entire generation. Watoto wetu walikuwa wanalala kwa mitaro. Vijana wetu wengine wameoa wasichana warembo, wanalala chini ya kitanda, bibi akilala juu ya kitanda. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Sasa rais, mimi uliponiambia nifanye hii kazi, nikajitolea mhanga. Tukang'ang'ana, tukamaliza pombe. Watoto wameanza kuzaliwa. Kweli ama uongo? Sasa mimi nikitembea hapa nakuta msichana ameanza kunona kivurana, amefunika, mimi nasema ndio. Si ndio? Juzi nimetembea hapa kwa shamba yangu, nikipita hapo nasikia nge. Mimi nikajua tumerudi laini. Mlifurahia vile tulipigana na pombe? Lakini rais, iko huzuni kubwa sana katika hii mlima Kenya na katika Kenya, ya kwamba hii pombe imeanza kurudi. Na rais, wewe ulikuwa chairman ya cabinet kupitisha hii pombe, hutaki. Na mimi nilikuwa pale. Lakini rais, 1 month ago, a decision seems to have been made without my knowledge and your knowledge, ya kwamba hii pombe irudi. Zile kampuni zilikuwa zinauza poison, zote zimepatiwa barua siendelee kutengeneza sumu kuletea watoto wetu. Hapa Nyandarua nimepata ripoti leo, vijana wameanza kuonekana kwa mitaro. Ni kweli ama ni uongo? Rais, kama kuna program that your administration has implemented that has made the people of Kenya happy, it is the fight against illicit brews and drugs. Na rais, tunaomba wewe ukiwa kiongozi wetu, ukiwa mzazi, ukiwa Mkristo, ukiwa kwa mamlaka kama rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye sisi tuliamka asubuhi kukuchagua, usikubali maofisa katika serikali yako warudishe pombe haramu kuja kuua watoto wetu. Mimi nataka niseme, mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. And I want to say today, it is immoral, it is unacceptable that people can sit in government and decide to bring back poison to kill our children without the knowledge of the president, who cannot accept, and without my knowledge. Mimi juzi nimeita mkutano niuliza ni kwa nini barua inatoka kukubalia pombe ya kuua hii watoto. Hawa wenye kuandika mabarua hawezi kuja kwa hiyo mkutano, wananidharau. Rais, na kuomba ndugu yangu, my brother, when I'm here, let me address you as my brother. Let it not happen that poison is brought back to this country
to kill our children when you are the president of the Republic of Kenya. Na mimi niseme president anang'ang'ana, and he is trying very hard, and I can attest. But we have people in this administration who don't mean well for him and for us. And anybody who can bring back that poison. Saa hii Bishop amenipigia kutoka Embu. Watoto wako kwa mitaro. Vijana wetu. Na tulikuwa tumengarisha hii area imekaa mzuri. Kaatigu wadwa ito. Yeah? Nimekuwa na johi ya shoke. Aniye juge. Mundu wothe urabanga gucokia johi goko yakuraga ciana citu ciana ciake itikona thayo na tutikwenda mathukie thirikari ya muthuri uyu. Rais hatutaki watu wa kukusanisha na hii watu. This is a program that the people of Kenya are happy with your government. Let this program continue. Pronounce yourself Your Excellency because you are not part of that decision. Let the people take care of their children. Tukigoja barabara, tukigoja stima, tukigoja maji, wacha watoto wetu wakuwe nyumbani. Hata kama hawana kazi tukue tukiwaona. Kaatiguo. Na mimi niambia hao viongozi wetu, please be very careful. Nyinyi watu ya kuchaguliwa. Any one of you ambaye atapotoshwa ajihusishe na kurudisha hiyo pombe hapa, siku ya debe saa 2 utakuwa nyumbani. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Demere kadi kamere. Demere kadi kamere. Demere niye juge ndire kathi wa Gachagua de mutaithiriria wa muthuri munene wakwa. Nindire aria. Nindire aria. Nega muhe ripoti ya mutongoria o wothe unginyitanira na kuraga ciana citu na gucokia njohi njoragani guku thiini wa kirima. Na we umenye ningaria. Ningaria kadi karia. Negaria kadi karia. Na mimi nataka kuomba hao viongozi wetu ambao wamechaguliwa, tafadhali mrudi mashinani. Kujeni mkae na hao raia. Come back here. Na mkuje msikize ground vile wananchi wanasema, ndio tuweze kumsaidia huyu kiongozi wetu. The way to help our president is to come here and listen to what people are saying and then go and inform him what the people are saying. Musikae Nairobi kwa mikutano ya usiku na hamkuji hapa ground kuchukua ripoti ya wananchi. Na mimi niseme na ajuge mimi niko nyuma ya rais wetu na nitamsaidia. Si mnataka niendelee kumsaidia? Lakini njia ya mwafaka na ya maana ya kumsaidia rais ni kumjulisha ukweli vile wananchi wanasema. Na wananchi rais wanasema hawataki pombe haramu irudi katika area hii. And that is the truth. Na sisi tutakaa hapo. Na ajiri atongoria yaitu munyitirire atongoria anyu. Kaatiguo. Uguo niguo andu othe mekaga. Nyumba ciothe inyitagirira mutongoria wake. Gutigatuike guku nikio gitumo kia bara. Ate andu aya angi makinyitira atongoria anyu inyue murahenio muhure mutongoria wao. Ithe to murake mona. Kuri undu mutoi. Kuri undu mutoi. Inyue muthomaga marua mebasha. Sisi rais katika eneo hili nifanye ndio nikuite. Mimi nauliza watu wa Mlima Kenya, tafadhali tusifuate mienendo tumeona idea zingine. Watu kutukana kiongozi ambaye amechaguliwa. Nimeona jana watu wakiongea huko eneo nyingine wanatukana huyu kiongozi. Huyu kiongozi ndio tumechagua. Sisi watu ya eneo hili ni watu tuko na nidhamu na tuko na heshima na viongozi. Huyu Rais William Ruto sisi ndio tumechagua. Tumpatie heshima na tumsaidie.
akitukana na watu wengine, sisi tusiingie kwa hiyo mtego. Tumekubaliana? Sisi ni watu wa Kristo, ni watu waaminifu, na ni watu tuko na msimamo. Tukipenda kiongozi tumempenda, na tutakaa na yeye vile yako, kwa sababu hiyo tulimchagua. Hata kama iko shida, tutasimama na rais. Na mimi sitaki nikiwa kiongozi wenu katika eneo hili kuona watu wote wakimkemea rais na kumkosea heshima. Let us respect our president, because that's what the Bible tells us to do. Na kwa sababu sisi ni watu ya heshima, na kama iko matatizo tutatatua kwa njia ya amani na njia ya heshima, na rais tukitaka atasikiza. Nitwaiguithania andu aitu, nitwaiguithania andu aitu. Muthamaki aheo gitio na ndakanorotuo na ndagaikio kararitho, tondu uguo niguo ithuĩ tuhiana. Rais, sisi tunakuanga namna hiyo. Sisi ni watu ya heshima. If there will be any disrespect towards you, it will not come from this region. Sisi tutakuheshimu kwa sababu tulikupenda na tukakuchagua. Na mimi pia ningetaka kwa hii vita ya pombe nishukuru sana MCAs wa Nyandarua. Walitoa sheria. Kama kuna watu ya kuheshimiwa hii Nyandarua ni MCAs wetu na speaker. Na huyu governor Kiarie badilisha. Mimi nataka niseme, nyinyi ndio mlikuwa watu ya kwanza kutoa sheria ya kusaidia hiyo vita dhidi ya pombe. And since then Nyandarua has been very good. Na mimi nataka nitoe heshima kubwa sana. Inyuĩ MCA nende mwetade muthĩnjĩre. Muri afata na muri agoro. Muri afata na muri agoro. Tondu inyuĩ no ndĩ mwĩhokere andũ aya. Ate mutingireka ciana citũ inyinwo nĩ njohi mwĩroreire. Kiarie badilisha kinyero hau morio. Kinyera hau. Mimi wacha rais nitambue hao viongozi. Unajua kanisa wameniambia leo hao viongozi siku hizi wasilete maneno kanisani. Hata nyinyi mnasema namna hiyo? Imekuwa namna hiyo. Unajua sisi wenyewe ndio tuliharibu. Sasa mundu akiamua kiegeta. Adaigua bishop auga mundu akerirwo rita riao. Atongoria aya. Ikiriria ya andu aitu uria marauga. Menya andu aitu uria marenda. Na uria utagutwarana na andu aya akerira mweri wa kanana mwaka uliku. Na akerira rewi. Tuko na viongozi hawa, wacha niwajulishe. Tuko na governor wetu Moses Kiarie badilisha, makofi. Tuko na kijana wetu wa nguvu ambaye Bwana John Medho. Na kamwana kamukarera nimo karera. Wa area hii Garana Bwana George Gachagua. Tuko na mheshimiwa kutoka Nyeri Town Duncan Mathenge. Tuko na kijana mwingine kutoka hapa Kinangop ambaye pia naona ako na network vizuri. Anaitwa mheshimiwa Kwenya Dhuku. Niko na mjumbe kutoka Embu pale Manyata, mheshimiwa Mukoji Gitonga. Tuko na mheshimiwa kutoka pale Igembe Central, Daniel Keili. Ako wapi Kalizo? Tuko na mzee wetu kutoka pale Keni, Bwana Anthony Wainaina. Na mimi nataka niseme watu wetu, ile maneno tuliona pale Nyeri, watu wakichoma mali ya huyu mheshimiwa kwa vile alipiga kura, ni makosa kubwa sana. Sisi watu wa eneo hili kazi yetu ni kujenga, sio kubomoa. Hata kama mmekasirika na mbunge, tafadhali watu wangu, please never again
Tusifanye hiyo tabia. Alikuwa ameandika watu zaidi ya 400 wako nyumbani. If you have a problem with your member of parliament, si ungoje kwa debe? Hakuna haja, tafadhali. Let us never go into that direction. It is a wrong direction. Tuko pia na aliyekuwa mjumbe wa hapo sasa hako Yala, Mheshimiwa Kanini Kega. Tuko na PS wetu wa barabara, Mheshimiwa Injinia Joseph Mbugua, engineer. Tuko pia na katibu wetu wa ulinzi ambaye ni jirani wetu hapa Nyahururu, Bwana Patrick Maliro. Andũ aitũ mwĩ tayari tuamukire mũtongoria witu. Tuko pia na Mheshimiwa wa Laikipia West, Mheshimiwa Daktari Wachira Karani. Pia tuko na speaker wetu wa assembly, pigieni makofi. Tuko na MCAs wetu, simameni. Asante sana. Tuko pia rais na timu yetu ya region ambaye security team yetu, they are doing a very good job kwa mambo ya uhalifu, pia muwapigie makofi. Muko tayari tumkaribishe kiongozi? Mwe tayari? Hiyo kada kwa yugithia. Atimia mwe kuo. Ngemine mwe kana ciariganire. Mwana wa kaheci ake nĩ cigana? Nĩ cigana? Reke njigue rwa mbere. Rwa kerĩ. Rwa gatatũ. Rwa kana. Rwa gatano. Karibu kiongozi wetu. Mimi naona mmekuja kukuja. Tafadhali tunaweza keti chini.